Kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amina. Ndugu wapendwa, karibuni kwenye Magesa Channel. Leo tunajifunza maisha ya Mtakatifu Alberto Mkuu, anayejulikana pia kama Albert the Great. Yeye ni mfano wa mtu aliyeunganisha imani, elimu na unyenyekevu katika kumtumikia Mungu. Mtakatifu Alberto Mkuu alizaliwa mnamo mwaka 1200 katika mji wa Lausanne nchini Ujerumani. Alitoka katika familia yenye hadhi nzuri, lakini tangu utotoni alipenda kujifunza na kumtafuta Mungu zaidi kuliko mali za dunia. Baada ya masomo yake ya awali, alikwenda kusoma katika chuo kikuu cha Padua nchini Italia. Akiwa huko, aliguswa na mahubiri ya watawa wa Dominika na akaamua kujiunga na shirika la wahubiri Order of Preachers Dominicus. Uamuzi huu haukupokelewa vizuri na familia yake, lakini Alberto alibaki mwaminifu kwa wito wa Mungu. Baada ya kuweka nadhiri za kitawa, Alberto alijitahidi katika sala, masomo na kuhubiri Injili. Alifundisha katika vyuo vikuu mbalimbali vya Ulaya, hasa Paris na Koloni. Alijulikana kwa hekima yake kubwa kiasi kwamba watu walimpa jina la Albertus Magnus, yaani Alberto Mkuu. Alisoma na kufundisha falsafa, teolojia, sayansi ya asili na taaluma nyingine nyingi, akionyesha kwamba maarifa yote ya kweli humwelekeza mwanadamu kwa Mungu. Miongoni mwa wanafunzi wake mashuhuri alikuwa Mtakatifu Thomas wa Aquino. Wakati mwingine walimdharau Thomas kwa ukimya wake. Alberto alisema, na nukuu, "Siku moja sauti ya huyu kijana itasikika duniani kote." Mwisho wa nukuu. Maneno hayo yalitimia, kwani Thomas wa Aquino alikuja kuwa mmoja wa wanateolojia wakubwa zaidi katika historia ya kanisa. Mwaka 1260 Mtakatifu Alberto aliteuliwa kuwa askofu wa Regensburg. Hata hivyo, alipendelea maisha ya unyenyekevu na baada ya muda aliruhusiwa kuacha wadhifa huo ili arejee katika maisha ya kitawa na kufundisha. Aliendelea kutetea mafundisho ya kanisa sahihi na kuhamasisha watu kutumia akili zao kumjua Mungu vizuri zaidi na zaidi. Mtakatifu Alberto Mkuu alifariki tarehe 15 Novemba mwaka 1280 huko Koloni, Ujerumani. Kwa sababu ya maisha yake matakatifu na mchango wake mkubwa katika elimu na imani, alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1931 na pia akatangazwa kuwa mwalimu wa kanisa, Doctor of the Church. Leo anaheshimiwa kama msimamizi wa wanasayansi, wanafunzi na walimu, kwa sababu alionyesha kuwa sayansi na imani vinaweza kwenda pamoja. Mafunzo tunayopata kutoka kwa Mtakatifu Alberto Mkuu. Fundisho la kwanza, kumpenda Mungu kwa moyo wote, kama Mtakatifu Alberto Mkuu alivyofanya. Tendo la pili ni kutafuta elimu kwa unyenyekevu, kama Mtakatifu Alberto alivyofanya. Alisoma akiwa mnyenyekevu na elimu kubwa aliyoipata alitumia kwa hali ya unyenyekevu. Fundisho la tatu, kutumia vipawa vyetu kwa utukufu wa Mungu. Kipawa alichojaliwa Mtakatifu Alberto Mkuu, yaani kuwa na ujuzi na maarifa mengi, alitumia kwa namna ya kumtumikia Mungu kwa kufundisha vyuo vya kanisa na kutumia kwa wadhifa wake wa kitawa kulitumikia shirika lake. Tendo la nne, kutambua kwamba imani na akili havipingani bali vinakamilishana. Kama alivyofanya Mtakatifu Alberto Mkuu, aliunganisha imani pamoja na akili yake na kuikamilisha katika kumtumikia Mungu. Ndugu wapendwa, maisha ya Mtakatifu Alberto Mkuu yanatukumbusha kwamba maarifa ya kweli yanapaswa kutupeleka kwa Mungu. Tuombe basi kwa maombezi yake ili tuwe na hekima, unyenyekevu na bidii katika kumtumikia Kristo kila siku. Amina. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu. Ndugu wapendwa, usiache kusubscribe, kulike na kushare ili watu wengi waendelee kujifunza maisha takatifu kupitia channel hii. Asanteni kwa kunisikiliza.